Amjambo wakongomani. Nakuja hapa kwenu kwa remercier wazalendo kwa yale ambayo mumefanya. Kweli nawashukuru sana. Nawashukuru sana kwa sababu ni muda mrefu tuko tunapambana. Pambana sio kwenye risasi tu. Kuna kupambana za marezo sosio, kuna kupambana za chakula, kuna kupambana ya risasi, kuna kupambana ya maombi. Mapambano iko na njia mingi sana. Na yote ile mapambano ambayo sisi wenyewe tunapambania nchi yetu ya Kongo. Nakuja kwanza kwa remercier wazalendo kwa makuu ambayo mmefanya siku hizi hapa. Na Mungu anaendelea kufanya kwa ile ambayo nilikuwa nikiwaambia mara kwa mara. Strategie de guerre. Strategie de guerre ndio hiyo sasa ambayo mnafanya. Sio kukaa kwa maje defensif. Inakuwa tena sio vizuri. Hivyo mnaweza fanya jet d'attaque. Jet d'attaque ndio jet ambayo kwa sasa inahitajika. Kwa hiyo nawashukuru sana na waremercier sana na kwa hiyo nawashukuru sana. Zaidi tena sana. Sasa kwa hiyo mkikumbuka siku za nyuma ilikuwa mwezi wa pili mwaka huu. Niliwaambia kama kisi gani Bertrand Bisimwa alinipatia $15,000 kusema nitumike na yeye kazi. Sasa sikufafanua ni kazi gani, wakapa mimi nitumike na wao. Juu ya kusensibilize watu hapa kwenye mimi nipo. Juu hapa sisi tuko wakongomani wengi sana. Na warandoi wengi sana. Kwa hiyo wakaona hapana mtu ambaye wanastahili kutumika na yeye hapa ni Papi. Kama kisi mnajua kusema hapa kwenye sisi mimi niko hapa. Wanyarwanda wako hapo sana na Kagame naye anaandama hapa sana. Ndio Kagame Wanyarwanda wasodoa Kagame wako hapa. Kwa mimi nipo. Wanafanya security hapa kule kuma Karimi Nyere zao kule. Basi unajikuta M23 Bisimwa tumeongea naye presque ma 40 minutes. Akiniambia kwa sababu gani ya wao kupigana, ananiambia vitu vingi sana wazalendo. Nakumbuka c'était le 14 février au courant de cette année. Ndio alinipigia simu nikawaambia wakongomani, hisi gani amenipigia simu akaniambia, basi akaniambia objectif yake yeye kunipigia simu ni kupenda mimi nitumike na yeye na niko na influence mingi sana ya kuinfluencer watu hapa kwenye nipo hata na South Africa juu ya kujadili massivement mu M23. Dede akanipatia connection nyingine ya mzuri. Na kwanza namshukuru kwa ile connection ambayo alinipatia japokuwa nilijua kuirejete. Wandugu zangu wazalendo na wakongomani tu kwa jumla. Nataka niwaambie kitu fulani, secret fulani ambayo nilikuwa nikificha, nilikuwa nikofia maisha yangu kwa hapo kwa mimi nipo. Wanyarwanda wako hapa. Wanyarwanda kikweli wako hapa wanafanya kazi hapa. Wasoda wa Rwanda wako hapa wanafanya kazi hapa, wanatumika kazi hapa na serikali hapa. Basi kwa hiyo mimi nimehofia kutoa hiyo siri kwa sababu wangekuja kunialivia hapo kwenye mimi nipo. Ila niliwaambia kiundani. Ilikuwa ni mwezi wa pili, nikamwambia wazalendo, msiogope sana watu hawana kitu. Bertrand Bisimwa ameniambia hivi, Papi, sisi tuko Kongo, tunapambania nchi yetu Kongo, tunapenda tubadilishe madaraka ya Kisekedi, na wewe ni mtu ambaye tunaona uko na influence ya mingi, tunafuata kwa reseaux sociaux, uko na influence ya mingi, na najua kama uko na grupu ya army yako kule. Nakasema na jina ya grupu ya army yangu akaisema ute jina, yani walikuwa wanafuatilia. Basi naonjo president wa parti yako Imede. Basi wao akaniambia vitu vingi sana. Yaani nikaona kama mtu acha nijua kiundani. Basi lakini cha mshangao sana akaniambia Papi, sisi wote ni wakivusien na sisi wote tunapambana ila tunapenda kula. Tuko na kula, tunagomana ila hakuna vita bila kula. Siri ambayo ameniambia ndugu zangu, msifikiri kama wa M23 au autorite wa M23. Hii ni siri natoa sasa nje, usiogopi tena. Siogopi tena. Msifikiri kama hao wa M23 wako sire sana na Kagame. Hapana. Bertrand Bisimwa yeye mwenyewe nilichowaambia tumeongea presque 41 minutes. Tuko tunaongea na Bertrand Bisimwa mwezi wa pili 14 février huu mwaka hapa 2025. Ameniambia hivi, Papi, tunataka tufanye na wewe kazi. Kwanza uwe unasensibilize watu hapo kwenye upo,
Na wewe unaenda South Africa juu unajua kama wewe unatembea sana, utakwenda South Africa, unakwenda sensibilize watu, tunataka wewe mtu wetu, sio tu kwa kibusia ndugu yangu, tusione sisi kwa sisi. Basi akaniambia vitu vingi sana. Na ingine akaniambia hivi, sasa papi, na kurasiria kusema kama sisi tunapenda kutumika na wewe, ndatumana $15,000 itakufikia jua kuonyesha kama sisi tunapenda tutumike na wewe seriously. Mimi nikasema hivi, nashukuru sana lakini ndakujibia baadaye. Akaniambia hivi, papi, Wakongomani wazalendo, njoo siri nawaambia Wakongomani wote kwa ujumla, usujishe nchi yako juu ya pesa kidogo. Hapana. Akaniambia hivi, papi, sisi Kagame ni Mnyarwanda, sisi ni Wakongomani, na sisi tuko entouré na Wanyarwanda. Kile kesi tuko tunafanya, Wanyarwanda wako wanatuangalia, na tunakuwa corriger na kwa intimide na watu wenye kuwa ngazi za juu wa M23. Mwe mnaona kama mimi ndio president wa M23 ni kweli, lakini na mimi niko na watu wenye kwa juu yangu. Unaona mimi mwenyewe ndaweza kuweza vita papi, ndio kitu cha kwanza yameniambia. Papi, unaona mimi mwenyewe ndaweza kuweza vita. Mimi nilikuwa namsikiliza tu. Kana papi, lakini sisi wote tunahitaji ndio kula. Sisi wote tunahitaji kula. Akaniambia hivi, "Ona papi, sisi tunataka tumike na wewe. Na ukikubali, tunaomba tutakuwa tunafanya biashara na wewe. Biashara yenyewe ndio hivi." Akaniambia hivi, "Tutakuwa na kutumia oro. Utakuwa unauzisha. Sasa sisi wenyewe unaweza kuwa nakuja huku, unachukua oro, tunapiga, tunakontabilize vyote, tunajua ni lengo ngapi ambayo ulibeba kule, unauzisha. Baadaye tunajua gisi ya kufanya. Kwa sababu sisi kumakare miniere yote ambayo tuko nazo hapa, tuko nakuwa controle. Hakuna kisa kuuzisha nani oro, eza mamatere nyingine sehemu tuko controle na Warwande. Lakini kipindi wewe uko hapo, utakuwa nakuja, tutakuwa tunajua kisa gani ya kupata manani, unatoka, unaenda uzisha, baadaye unatupatia pesa. Tutakuwa tunajua kisa gani tutafanya biashara na wewe. Tuna sisi tuko mbezo ya kula. Akanitowea wa ndugu zangu. M23 na wakaramusi sana. Hao ndugu zetu wa Kongomani hawana huruma na mtu. Akanitowea pesa. Nani? $7 lengo d'or. Mabrike hivi. Akanitumia nao. Hapo unaona? Ndio oro hizi. Hii ni pesa like ila tuko na ficha. Vikigundulika tu tunarisia kufa. Ni makontra ambazo Kagame amesinye na wazungu. Akasema kwanza wa Francais ni wanafiki sana. Wa Francais wanasupport Kagame na Kagame naye anasupport sisi. Sasa sisi hii mali sasa sisi hizi maoro ma minere hapa tuko tunatoa zinaenda Rwanda. Zikifika Rwanda ndio zenye Kagame iko naenda patia wa Francais juu ya kurudisha zile pesa zake za maarme logistique yote ya M23. Sasa sisi ndiyo tunapata pesa ile mshahara nini kama wale, lakini sisi tunahitaji kula, ni mali yetu. Ndio siri yenye amenyambia hivyo. Na papi, tunataka tufanye nao biashara. Kwa kisi uko hapo na uko ni sana hapo kwenye upo, tutafanya nao biashara. Akatumia $7 lengo d'or. Sasa ametumia hiyo picha, yani akatoa nani extrait ya video hii. Video akatoa iko anaonyesha iko anageuza malengo d'or. Najua warafiki yangu hapa, na rafiki yangu mmoja hapa hivi, hapa kwa mimi niko hapa Ramazani. Nilimuonesha hizo malengo d'or, ila sikumwambia ni nani ambayo anatoa. Ila alisikia mtu kunaongea, na yeye akasema, "Mbona unafanya kuongea kama vile ya Bisimo?" Nikasema hapana. Bisimo wakati mkuu wa M23 akasema hapana. Alichakiaka. Kwa hiyo ndugu zangu, nataka niwaambie hivi, hao watu wako na sous pression ya Kagame. Hao watu wako sous pression ya Kagame. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kongomani, usuzishe nchi yako juu kesho uje ujutie. Kuna watu wanauzisha